Duniani jina la mwenye dhambi na ukatili ni Adolf Hitler, lakini Afrika jina la mwenye dhambi ni Idi Amin Dada. Je, Idi Amin Dada alizaliwa wapi? Kwenye kizazi kipi? Nchi gani? Na ni vipi alijiunga na jeshi kisha mwishowe akajipata kuwa ndiye rais wa taifa la Uganda? Ni vipi mbumbumbu ambaye hakwenda shuleni aliongoza taifa? Idi Amin Dada alizaliwa kando ya mto Nile huko magharibi mwa nchi ya Uganda, eneo lililoitwa Kaboko, kati ya mwaka 1925 hadi 27. Babake aliitwa Andres Nyabire ambaye alibadili dini na kuitwa Mzee Amin Dada. Yawezekana pia naye akawa katili kama mwanaye, kwani mzee huyo aliitelekeza familia yake Idi kakiwa katoto kadogo sana na kumwacha alelewe na mama yake Biasa Ante, mwanamke fukara asiye na lolote wala chochote. Msakatonge, hata kula kwake kulikuwa ni kubangaiza tu. Lakini mamake Idi Amin alikuwa maarufu sana. Wengi walimuogopa, wengine wanasema eti alikuwa ni mganga wa kienyeji, na wengine kwamba alikuwa mchawi wa kutisha. Alikuwa mganga fundi kweli kweli wa kabila la Lukbara, yaani hata machifu walikuwa wakimtegemea yeye awafanyie chanja zake. Hivyo Amin furaha yake ilikuwa ni kula kuku wa dawa walioletwa na wateja kwa mamake, ambaye alikuwa ni bingwa wa matunguli. Na mwaka wa 1941 Idi Amin aliona walimu wanamzingua tu, yaani masomo yanaingilia kulia na yanatokea kushoto. Akitoka darasani mweupe pepepe siku zote. Akiwa darasa la 4 aliacha shule na kisha akarudi kijijini kwao na kuanza mishemishe za kuchunga mbuzi na kutumwa na kazi nyingine ngumu, ili mradi mkono uende kinywani barabara. Ilipotimia mwaka 1949 mwili wake mkubwa ukamsaidia kujiunga na jeshi la mkoloni. Katika jeshini akawa akihudumu kama mpishi, akaunga maharage vizuri sana. Wakoloni wakamuona tipwa tu, wasijue hatima yake ilikuwa ni kuitawala Uganda. Lakini zali la mentali lilianza kwa Idi Amin, kwani akiwa jeshini alikuwa akipanda vyeo kila mara. Walikuwa wakienda vita kama vile Shifta huko Somali na Maumau nchini Kenya. Akawafurahisha sana wakoloni, akawa akipachikwa vyeo kila kukicha. Uganda ilipopata uhuru mwaka 1962, na sahiba wake Idi aliyejulikana kama Milton Obote akawa waziri wa jeshi mwaka 1965. Idi Amin alipokuwa jeshini akawa mlafi wa pesa kweli kweli, mla rushwa. Akaanza kunuka skendo za hela na kujilimbikizia mali, na rafiki yake Milton Obote naye akawa anaboronga kivyake. Akawa mchoyo wa demokrasia na akaifanya Uganda kuwa chama kimoja tu, akawa hataki chama kingine. Uganda ikatawaliwa na chama kimoja. Akawa anatupa gerezani wapinzani wake. Wananchi wa Uganda kama ilivyo ada wakaanza kumchoka Obote, wakatamani mabadiliko.
Amin akaanza kuona mwanya wa kuingia ikulu na akaanza mishemishe na njama za kumng'oa madarakani sahiba wake Milton Obote. Kuna siku Id alisikia fununu kwamba Obote anataka kumkamata na kumtupa gerezani, naye akaona muwahi yeye mapema kabla hajatiwa mkononi mwake. Ilipotimia tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka 1971, Idi Amin akatuma jeshi kufanya mapinduzi na kumtoa Obote madarakani. Wakati huo Obote alikuwa ameenda mkutano wa Jumuiya ya Madola huko Singapore. Idi Amin akatumia mwanya huo kuingia ikulu. Mbumbumbu aliishia darasa la 4 akaitawala Uganda, na alipoingia madarakani Idi Amin alipokelewa kwa uzuri na wananchi wa Uganda kwa moyo wa upendo na mahaba yote. Alivyoona hivyo akapanda jipu na kutembea Kampala yote. Sasa Uganda ikawa na Rais Juha asiyokuwa na uzoefu wa siasa. Kelele za kushangilia Idi Amin zilikuwa ni nyingi sana nchini Uganda. Waganda wakawa na furaha kupokea rais mpya, lakini wasijue kelele zao zilikuwa hazipalili upendo kwenye moyo wa nduli Idi Amin. Zilikuwa zinamvuruga moyo wake na kumtia kichaa. Idi Amin akawa ni kama mtoto wa Firauni. Kwa miaka 8 alitawala Uganda. Idi Amin aliwaua watu zaidi ya 500,000. Alitawala Uganda kwa mabavu sana, akamwaga damu mno. Dunia ikampachika jina chinja chinja wa Uganda. Idi Amin alifyeka vichwa vya watu aliohisi ni kikwazo kwa uongozi wake. Mili ya watu aliokuwa akiwaua ikawa inakusanywa kwenye malori kisha kwenda kutupwa kwa mto Nile. Maiti hizo zikaelea juu ya mto huo. Mamba wa mto Nile wakawa na sikukuu. Mamba hao wakanenepa kweli kweli. Na mamba ndio wakawa viumbe pekee waliokuwa wakimwombea Idi Amin dua njema adumu madarakani. Uchumi wa Uganda uliporomoka na kuanza kupumulia mpira. Kwenye swala la kumkufuru Mungu, Idi Amin alikuwa hodari kweli kweli. Akaona anaweza kuiweka dunia kwenye kiganja cha mkono wake na kujiita rais wa milele. Uganda ilibadilika ikawa ni jehanamu na uwanja wa damu. Julai mwaka 1971, wanajeshi wa kabila la Lango na la Acholi walichinjwa wengi mno huko Jinja na kambi la jeshi la Mbarara, na mwanzoni mwa mwaka 1972 akawa amewachinja wanajeshi zaidi ya 5,000. Hapo ndipo watu walibadilika na kuanza kumkosoa. Watu hao akawaona ni vembelembele na hawastahili kabisa kuendelea kuishi hapa duniani. Basi hapo akageuzia nguvu zake kwa viongozi wa dini, kwa wale wasomi waliojifanya wanajua kuzitetea haki za binadamu, wakawa wanapotelea kusikojulikana. Kila kukicha, Idi Amin hakuwa anahitaji watu wasiojulikana kwenye harakati zake za kuchinja chinja. The best way of leading them, and then I lead them according to that way. There is a direct contact between you and the people. Watu walikuwa wakikamatwa peupe
na kisha mama yako, mke wako, watoto wako na ndugu zako hawatawahi kukuona tena. Mwenye bahati wengine walirudi wakiwa vilema baada ya kutandikwa. Idi Amin hakufanya mauaji yake kwa siri, aliyafanya live huku yakipeperushwa kwenye runinga. Katikati ya jiji la Kampala wakawa na jengo kubwa la kuwaua watu, jengo lililojulikana kama State Research Bureau. Jengo hilo lilikuwa ni jumba la kutesea watu na kuwaua kikatili wote waliokuwa wakimkosoa kwenye serikali yake. Sakafu ya jumba hilo ikajaa madimbwi ya damu. Ilifika hatua ukimsikia Idi Amin akisema kwamba go with him to where he sleeps, basi jua kwamba ameamuru uchinjwe na ukatandikwe risasi. I'm the conqueror of the British Empire. Hakika madaraka yana ulevi mkubwa sana kuliko ulevi wa kula unga na kunywa gongo. Idi Amin alilewa madaraka kweli kweli. Kuna siku moja alitembelewa na rais wa Bokassa wa Kongo. Bokassa aliingia Uganda huku koti lake limepachikwa vyeo. Sasa Idi Amin akapenda wazo hilo, naye akaanza kuvalia koti ambalo limepachikwa medali na vyeo vya uongo. Idi Amin alifaidi maisha bwana. Alikuwa na wanawake wengi kama stori zilizosikika za Mfalme Mswati. Inaaminika alikuwa na wanawake 5, labda hata zaidi ya hao. Huku alikuwa na idadi kubwa ya wanawake wasioweza kuhesabika, yani michepuko. Ikulu ya Uganda ikawa kama shule ya chekechea, ikawa na watoto wengi wakikimbizana huku na hukule. Alikuwa na watoto wengi zaidi ya 50. Huku nje alikuwa ni jini aliyogopwa sana. Ilikuwa ni bora kukutana na simba kuliko kukutana na Idi Amin dada. Ila jambo zuri ni kwamba nyumbani kwake watoto wake walikuwa wanampenda zaidi. Alikuwa mpole, mcheshi na hakuwahi hata siku moja kumpiga mtoto wake kofi. Mtoto wake aitwaye Hassan na Maimuna, wanasema baba yao aliwapenda sana na alipenda kukaa na watoto wake wamzunguke na kisha atawaimbia na kuwachekesha kwa porojo mingi. Idi Amin hakuwa tofauti na Firauni, japo wakati mwingine alipokutana na watu alipenda kujichanganya nao kisha ataimba na watu, yani alikuwa na mtu wa utani. Muda wote aliongea tu pumba za utani kama mpoki, lakini ndani yake linaishi jini ambalo linakunywa damu. Alianza kuwachukia Waisraeli na Waingereza ambao zamani alifanya kazi nao na walikuwa wameshikilia uchumi wa nchi ya Uganda. Urafiki wake ukahamia kwa Waarabu ambao alikuwa ni Muammar Gaddafi. Agosti 4 mwaka 1972, Idi Amin
akatimua wazungu na Wahindi wote waliokuwa katika taifa hilo la Uganda. Akawapa miezi mitatu wawe wameshahama na waondoke bila kubeba kitu chochote. Kila mmoja aondoke mikono mitupu pasi na kubeba chochote wala lolote. Waingereza 50,000 na Wahindi 60,000 walitimuliwa Uganda. Hakutaka hata mmoja baki, na wao ndio waliokuwa wameshikilia uchumi wa nchi ya Uganda. Shule, hospitali zikadorora na ubora wa viwanda vikaachwa mikononi mwa wazawa wasiojua biashara. Maduka yakabaki hayana wenyewe, ikawa mchezo wa watoto. Uganda wakakimbilia kuwahi maduka. Idi Amin alikuwa ni muoga kweli kweli wa kupoteza madaraka. Mwaka 1978 kulitokea kobe mmoja mwenye uwezo wa kutabiri matukio. Basi kobe huyo akatabiri Idi Amin ataondolewa madarakani muda si mrefu. Idi Amin kitambi kilimjaa gesi kweli kweli, akaanza kuhaha na kubadilisha walinzi ovyo ovyo, akabadilisha mpaka njia. Mwaka 1977 kunradhi, Idi Amin alimuua Askofu Luvumu na mawaziri wake wawili, Oriema na Oboth Ufumbi. Idi Amin, idadi kubwa ya mawaziri wake wakatoroka nchini Uganda. Walipotoroka nchini Uganda na kuhamia nchi zingine, hapo ndipo ikawa pigo kubwa kwa utawala wake. Kufikia hatua Idi Amin akaanza kuichukia Tanzania kwa kuwa ilikuwa ikiwapokea watu waliokuwa wakikimbilia huko. Akaona wabongo ni masnichi. Akasema Mwalimu Julius Nyerere ametangaza vita na nchi ya Uganda. Siku moja Idi Amin alijichanganya. Siku hiyo aliamuka na wenge zake mwenyewe, akajaribu kuchezea mustachi wa Mwalimu Julius Nyerere. Akasema mkoa wa Kagera ni mali ya nchi ya Uganda. Januari 1979 Nyerere akasimama, akaweka kifimbo chake kwa pani. Mwaka 1979 Nyerere akasimama, akaweka kifimbo chake kwa pani, akaitisha majemadari wake wa jeshi na akawatuma wanaume kazini. Jeshi la Tanzania likajiunga na jeshi la ukombozi la Uganda UNLA. Shilingi ikapinduka kwa nyingine. Idi Amin bwana hakuamini macho yake mpaka kufikia Aprili mwaka 1979 jeshi la Tanzania likamng'oa madarakani Nduli Idi Amin Dada. Akaona hana msaada tena, akakimbilia mafichoni na akaona Mwalimu akimtia mkononi banaye. Shughuli yake haitakuwa na mchezo. Breki yake ya kwanza alikimbilia kwa sahiba wake Kanali Gaddafi, na kisha baadaye akaenda milki za Kiarabu huko Saudi Arabia na kuishi katika mji wa Jeddah. Huko akaishi maisha ya amani na furaha kwenye kilele cha ghorofa ya hoteli ya kifahari itwayo Novo Hotel, akijiburudisha kwa kuimba na kupiga accordion na kuogelea
ya kuvua samaki, na pia Idi Amin akapenda sana kutazama runinga, lakini hakusahau madudu na madhambi aliyoyafanya, akakumbuka kumrejea Mola wake. Akiwa huko Saudi Arabia alitumia muda mwingi kuisoma Quran. Inawezekana Idi Amin ndiyo mtu aliongoza kwa kwenda kuhiji kule Maka. Si ukienda kuhiji unafutiwa madhambi yako yote. Julai mwaka 2003 familia yake ilipokea simu kwamba Idi Amin yuko hospitalini, lakini anapumilia mpira, na kisha familia ikatoa amri kuwa mpira hiyo iondolewe kwa mashini ya kupumulia, na hapo ndipo Idi Amin akaondoka duniani akiwa na umri wa miaka 78 na akazikwa kwa makaburi yaitwayo Ruwais huko Jeddah, Saudi Arabia. And I perform my duty.